Nimkaribishe mchungaji Sayuni na Kasim Godigodi ujiandae, na mchungaji Mashanja ndio mchungaji wa mwisho ajiandae. Alafu tutasimama wote tuje mbele ya kamera tufanye maombi. Maombi yataongozwa na baba askofu au mchungaji mtamteua nyinyi wenyewe watumishi. Na shehe wamesema wameshapanga. Karibu mama yangu. Karibu sana, karibu sana. Mama, ninyi kina mama ni watu muhimu sana, ni watu wenye huruma. Karibu mama yangu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa mchungaji Sayuni Mwakatobe. Nashukuru kupata nafasi hii. Nishukuru viongozi walioandaa siku ya leo. Namshukuru sana rais wa nchi hii ambaye ameweza kupita kwa kishindo kikubwa. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa sababu yeye amesababisha Samia awe rais. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanamke ambaye amethubutu. Kwa kweli nilikuwa naangalia kwa kazi alizokuwa anazifanya au anazozifanya, mimi mmoja wapo ni shahidi. Sijaambiwa ila nimeona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nililoliona ni kuona barabara zinaenda sawa sawa. Zilikuwa zimesimama, lakini mama amekuja amemaliza pale ambapo haitakiwa paishi. La pili, nimeona hospitali. Mimi ni mtu wa Mbeya. Kijijini kwetu kule Mwakaleli Kandete, kuna watu wataelewa ninachokisema. Kulikuwa hakuna hospitali. Mimi ni mmoja wapo ambaye nilienda kumpeleka mdogo wangu hospitalini. Nilichokishangaa cha ajabu, kuna hospitali nzuri. Watu walikuwa wanatoka Makaleli kuelekea Itete kwenda kutibiwa. Wamama wajawazito wanaenda kujifungulia Itete. Kitu ambacho nilichokishangaa ambacho kikanipa hamasisho na nikafurahi. Nilipofika hospitali ya Kandete, nilikuta kuna madaktari wa kutosha. Nilimpeleka mdogo wangu kwenda kujifungua. Nilipofika nilimpeleka kwenye majira saa 3 ya usiku na mvua inanyesha. Wakati wanampima wakasema huyu binti anaenda kufanyiwa operation. Nilichoshangaa, alifanyiwa operation sikutoa hata shilingi 10, ambayo zamani tulikuwa tunatoa 360. Unajifungulia mpaka leo kuna watu wanajifungulia kwa hospitali. Lakini mimi nilienda hospitali ya serikali, mdogo wangu akajifungua vizuri na kulikuwa na madaktari 3. Nakumbuka kwa sababu nimeona kwa macho yangu kwamba mama amefanya vizuri kwenye sekta ya hospitali. Alijifungua yule binti yangu, nikawaeleza nitoe shilingi ngapi, wakasema utatoa hata shilingi 10. Nikamwambia imekuaje? Wakasema hapa ni bure. Hospitali nzuri, ina vipimo vya kutosha. Hilo nampongeza sana Mama Samia, na anasema kweli kuwa ni Queen wa Africa, apewe zote, aitwe Queen Africa. Ni mama aliyethubutu. Lakini pia niangalie shule. Nilikuwa naangalia shule miaka mingi kidogo mimi nimesoma. Usinione hivi nimepita miaka mingi. Shuleni kwetu tulikuwa wanafunzi 95. Walifaulu wanafunzi 2 tu. Sijui mimi na jamani, mimi kuangalia nyuma. Walifaulu wanafunzi 2. Mmoja ni daktari pale Temeke. Tena sitaki kumtaja jina. Ni daktari, tumesoma darasa moja, kiti kimoja. Walifaulu 2 tu, na mmoja ni mchezaji wa Yanga kama sikosei. Labda kama ameacha sasa hivi. Alifaulu mtu wa pili anaitwa Asa Makilasa. Ni daktari pale Temeke. Lakini sasa cha kushangaa, watoto wetu wanafaulu na shule wanaenda wanasoma bure. Mama yetu amethubutu na amefanya. Na ni mwanamke wa kwanza Afrika naweza kusema tumpe kula zote za kwamba mama asirudi nyuma, aendelee mbele. Hatutanyamaza kwa sababu tunayaona matendo yake anayoyafanya. Barabara. Siku moja nilikuwa nasafiri kutoka hapa naelekea Kigoma. Kwa Kigoma atanielewa. Nilipanda treni mama. Nilibeba na begi kichwani. Tulipofika Kahama tukapumzika, akasema kule kuna utekaji, hatuwezi kwenda. Barabara ni mbaya.
Lakini sasa hivi ninavyokuambia, unaweza kupanda hapa treni, unaweza kupanda basi kutoka hapa mpaka kule Kigoma, usichafuke huko bring kama nilivyo mimi. Sababu ya nani? Mama amethubutu na amefanya. Kwa nini tusimwambie ukweli Mungu asante? Acha kusema maneno mengine hayakusaidii. Sema mtu akifanya vizuri, mpongeze, asonge mbele, tunamuona kazi zake. Mimi kinachoniumiza na kuniumiza zaidi, watoto wa mwaka 2000 wasomi wanaochezea simu asubuhi mpaka jioni, wanaweka picha za ajabu kumsema mama vibaya, hata kama hajakuzaa. Kumbuka umezaliwa na mwanamke. Hebu niambie, kama unamdhalilisha mama wa nchi hii, wewe hata mama yako humheshimu, kwa sababu alivyokuwa navyo mama yako ndivyo alivyokuwa navyo rais. Kitendo cha kumdhalilisha mama, hapana. Hakuna mamlaka itakayokuja pasipo Mungu kuruhusu. Kasome Biblia vizuri. Nataka nikwambie hivi, kama ameweza kufanya mambo mazuri, kwa nini tusimpongeze? Na kama ameweza kufanya mambo mazuri, kwa nini tusimwambie mama hongera? Na watu wachache wanataka kuharibu amani ya nchi hii. Nataka nikwambieni jamani, wanawake sisi ndio watesekaji wa kwanza. Sisi ndio ambao hatuwezi hata kukimbia. Hata likitokea bomu hapa, wanaume atapenyeza pale, wanawake taanza kuangalia viatu, kapochi, kichwa, nini, wigi. Kama ulivaa wigi lako kichwani, naanza kuliangalia, utatoka kwenye mlango ule. Jamani, nchi yetu tutaendelea kuiombea, na zaidi tuiombee zaidi, tumwombee rais wetu na viongozi wake wanafanya kazi. Kama madhaifu yaliyokuwepo yasikufanye kusema vibaya, tuyarekebishe ili tuendelee mbele. Baba, Tanzania itakuwa ya amani tu, hawatakuwepo watu wa kutuvuruga. Nataka nikwambie mama, tunakuhakikishia, tutaomba, tutafunga, hata kuwepo mtu wa kutubabaisha. Nchi ni ya kwetu na sisi wa Tanzania. Nataka niseme kitu kimoja, Tanzania tusiigwe nizisha vitu vya nje. Tusipende kuigaiga. Watu wanaigaiga tu, wana misemo ya ajabu, hawamwogopi hata Mungu aliye hai. Hebu jamani, hatutaandamana. Naomba msiandamane. Waliokufa ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni majirani zetu, na wengine tuliwaambia jamani, msiende, wakaenda. Nataka niseme kitu kimoja tu, tukiombea nchi, Biblia inasema mwenye haki hapo akisimama akaomba kwa imani, nchi yetu itapona. Mwenye haki mmoja tu akisimama akiomba kwa ajili ya nchi yetu itapona. Sisi kama watumishi wa Mungu, mashehe na maaskofu, tuiombee nchi yetu. Tuiombee nchi yetu. Tunaamini kwamba Mungu yupo, anatusikia na atatusikia. Mama asiwe na mashaka, tuko nyuma yake, tutamlinda. Basi Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama yetu mtumishi wa Mungu hapa amesema kwamba hivi anafaa kuitwa queen. Ni kweli, ni mwanamke aliyethubutu. Tumpongeze sana na tutaendelea kumwombea. Mungu awabariki. Asante dada yangu kutoka Mwakaleli Kandete. Dada yangu kabisa huyo. Mimi kwetu kule. Na mimi Kandete pale. Dada yangu. Hongera sana dada. Nimefurahi. Umesema kweli. Amesema kweli dada yangu. Sasa